Na tutaki sigeti mlituletee wakati NTV sijui na nini. Kama mnaweza tuwekea live huko si tuende live. Live itakuja baadaye, acha afanye kazi yake. Nyingine leta hapa. Nyingine leta hapa. Karibu. Kimtayari kiwele mwana. Waluke Tony one time. Kama mtu hawezi kuongea Kiingereza atapata vitu zake. Hapa sisi ya constituency haina mbunge. Hapa kumekuwa na hapa hakuna mbunge. Tatizo ambalo tumefanya si leo tuandamana hapa ni kwa sababu barabara ni mbaya. Kutoka hapa kwa daraja hapa no man's land kuenda hivi mpaka Bungoma, barabara sio mzuri kabisa. Barabara ni mbaya, magari zetu yanakwama. Kama mimi hapa clearing agent, huwa nalipa toll. Nalipia magari mengi sana, more especially foreign from Rwanda. Huwa nalipa magari. Tunalipa magari yanakuja yakifika hapa yanakwama. Gharama inaongezeka. Wanalalamika. Tunalipa toll, inategemea na urefu ambapo gari inaenda. Na pesa tunalipa mingi. Na gari haiwezi kutoka hapa kama haijalipa. Ni lazima ilipiwe ndio itoke hapa. Sasa tunaomba serikali. President wetu, kama utanisikia, mimi nakupenda sana Ruto, na naomba ukuje ututengenezee barabara. Ushuru tunalipa lakini barabara ni mbaya. Naitwa Ashraf Clearing Agent Lokaka. Tuko na changamoto na hii barabara bwana. Magari zimeanza kutukimbia na hii boda imefunguliwa, imeanza kudevelop jana. Barabara ni mbaya. Na hii boda ndio boda ya kwanza hii East Africa mzima, na barabara yake inaweza kaa hivi kivipi? Tuambie hii serikali, tuambie tusaidie tujenge hizi mabarabara bwana. Kwamba sio hiyo magari zitakimbia na watu watakufa njaa. Hapa imekuwa msituni, imeanza kuchangamuka. Sasa ni changamuko gani ambao wanachangamusha boda na boda ambao haina barabara? Sisi kama wafanyi biashara hapa tunaumia sana. Hizi maturera zimekuwa na changamoto wakati wa kupita. Zinatuwekea vumbi, zina cause accident. Juzi trailer imegonga hapo posti ya stima, mpaka saa hizi hatuna stima iko Reshandeti. Tafadhali muhusika mwenye anahusika na hii barabara ashughulikie haraka sana iwezekanavyo. Boda yetu ilikuwa imeanza kuwa na mvutio ya kampuni mingi za basi kwa sababu wameona boda ilikuwa imechangamuka kwa usafiri, but sasa kwa sababu ya barabara tunaanza kuona wawekezaji wanao invest kuleta kampuni za basi na kupata ajira kwa vijana, wanaanza kufunga biashara yao kwa sababu barabara imeanza kuwa mbovu. Naomba viongozi especially mkoa wa Magharibi na Bungoma County, hii ndio njia tu pekee yake ya kuenda nchi jirani. Tunataka viongozi muwajibike kwa sababu ujirani wema unatoka kwa nchi mzuri hii. Ndio itafanya changamoto isikue wakati wa usafiri, watu wetu wanapotumia hii barabara at least waone wako comfortable wanatumia barabara iliyo sawa, kwa sababu tukilinganisha Uganda na Kenya, barabara yenye inaingia Uganda kutoka boda yetu iko sawa 100%, but yetu inaanza kuharibu biashara kulingana na usafiri, watu wanapata shida kwa usafiri. Nawaambia wabunge wetu na leadership in general, Bungoma County iko na boda moja peke yake ambayo ni ya Lohaha. Lakini wale viongozi wametuacha tunaishi kama mayatima. Ofisi entrance hakuna. Barabara hapa hakuna. Chain ya gari trailer moja ikipita, chain moja peke yake ya gari. Iko na wamama wa kuuza kwa hoteli, iko na vijana ya clearance, iko na vijana ya parking, iko na watu ya lodging, iko na car wash, iko na vijana wa kuuza pale bidhaa zao kama jaba. Vijana hao wote walitoka wa crime kwa sababu boda hii ilifunguliwa na kazi ikapatikana, lakini saa hizi kazi imeanza kureduce. Sisi viongozi wametuacha tunaishi kama mayatima. Hii barabara tangu wamama wanazaa hata watoto viwete kwa sababu wakipeleka hospitali wanajigonga gonga kwa mashimo, watoto wengi, rate ya watoto viwete inaongezeka hapa. So sisi tumechoka na tutaongea katika ballot 2027 ikifika tutawajibu. Tumejaribu kukimbia kwa ofisi ya mbunge, hatujapata jawabu. Tulikimbia tukaongea paka na DCC.
tukaenda mpaka Bungoma kwa county commissioner na county commandant na governor, tumepeana ripoti. Mjumbe ana ripoti kuhusu barabara hii Korshandete, lakini hakuna jukumu mbunge amejaribu kupata. Governor wetu anaelewa ya kwamba sisi ambayo inakatwa Lwakhakha town inasaidia kaunti yetu ya Bungoma, lakini hakuna wajibu wake kuchukua hatua ya kuweza kuja kuona barabara jinsi imeharibika. Sasa leo hii barabara ipitiki, trailer zimeharibika hapa, paka wadozi wa mama matrailer yao kupitisha wapi? Hata afadhali akae kwa line Malaba, hata akae masaa 7 good hours, lakini aende safe kama trailer yake iko sawa. Lakini asiwache trailer yake kuja hapa, engine zinabomoka, gearbox zinaanguka, divu zinakwisha, zinakatika kwa sababu ya barabara hii. Sasa sisi kama wananchi ambao tumeona umuhimu ya matrela haya, ambao tumeona umuhimu ya boda yetu, ambayo tumeona vijana wetu wamepata nafasi ya kuajiriwa, sababu watoto sasa wale wanafanya clearing Lwakhakha ni zaidi ya watoto 300-400 ambao ni watoto kutoka location yetu hii na watoto wa Lwakhakha hii. Sasa kama hao viongozi wetu waoni mjibu kama huyo, watatusaidia namna gani? Barabara zetu lazima tujengewe, si ati tunaomba. Tuliambiwa kitambo, tumeambiwa tangu wakati Wetangula alikuwa MP hapa, mpaka sasa ni speaker watatu kwa hii Kenya, lakini bado hatujafanyika kitu chochote. Barabara inasaidia watu wengi, inasaidia watu wote, watu wenye wanatoka Uganda, watu wanatoka Sudan, watu wanatoka kila mahali. Sisi hatutaki. Tulia kwanza. Ndio tumesikia. Tulia. Inasaidia kila mmoja wetu. So naitaka serikali ichukue hatua ya haraka, itengeneze barabara na watu wasaidike na hii barabara. Magari zetu zimepotea kwa sababu ya barabara mbaya. Magari zetu zimeharibika kwa sababu ya barabara mbaya. Sasa naitaka serikali ya William Samoei Ruto itengeneze barabara kwa haraka. Hakuna kuomba. Hivyo ndio, hiyo ni lazima. Ama kama si hivyo tutafunga boda yetu na tubaki bila magari.